Bana, story kubwa ya leo ni kuhusu Kylian Mbappe na N'Golo Kante kuto kupeana mikono. Ni video ambayo imevuja, lakini imezua wasiwasi mkubwa sana kwa mashabiki wa Ufaransa, wakihofia kile ambacho cha Kylian Mbappe kilichotokea akiwa na PSG na kile ambacho kilichoendelea pale akiwa na Real Madrid, yani ile kutokuelewana kwenye dressing room. Yes, Ayubu Mgando. Kile ambacho kinachoendelea cha Kylian Mbappe, cha kutokuelewana baina ya wachezaji kila kukicha. Tumeona akiwa PSG, likaja swala kuitwa dictator akiwa na Real Madrid na maugomvi mengi sana akihusishwa. Leo tumeshuhudia video clip ambayo imevuja ya N'Golo Kante na Kylian Mbappe kutokupeana mikono. Unahisi kwa hichi kinachoendelea, je, Kylian Mbappe anaweza akawa kirusi kwa timu ya Ufaransa kwa kuzuia performance yoyote, au endapo Ufaransa wakakosa World Cup, unahisi Kylian Mbappe anaweza katupiwa zigo la lawama? Kwa namna moja au nyingine yes, kwa sababu kuna heshima ambayo inapaswa kuwepo kwenye kambi ya timu ya taifa, na Kylian Mbappe hata awe bora kiasi gani, kuna senior players ambao waliwakuta kwenye timu ya taifa ya Ufaransa. Na N'Golo Kante ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanaheshimiwa sana pale, legendary kabisa. Yes, kwenye timu ya taifa ya Ufaransa. So kitendo cha kuto kumpa mkono ama kukose, yani kwenye kauli, kupishana kauli na mchezaji mkubwa kama N'Golo Kante, yes, mwandamizi kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa, yes, kuna namna inaweza ikasababisha ile dressing room ya timu ya taifa ya Ufaransa ikagawanyika. Kuna kizazi ambacho kinamuona Kylian Mbappe ndio role model wao. Yes. Watu kama kina Due, kina Bakola, kina nani, wote wanaweza wakamuona N'Golo Kante na Kylian Mbappe, yes, role model wao, wakaamini kwenye ule ustaa wake. Lakini kuna wachezaji ambao wanaishi maisha ya kimya kimya, wanamuona N'Golo Kante na wanamuheshimu N'Golo Kante kama kiongozi kwenye timu ya taifa ya Ufaransa, na hiyo ndo sababu kubwa ambayo imemfanya Didier Deschamps kuweza kumrudisha kikosini N'Golo Kante. Ile leadership, uwezo wake wa kuweza kuongoza kwa vitendo vijana, inaweza ikaisaidia timu ya taifa ya Ufaransa. Na tukirejea nyuma tu, Antoine Griezmann alitangaza kustaafu kuchezea timu ya taifa ya Ufaransa mara baada ya Didier Deschamps kuamua kumvua ile kitambaa cha unahodha, yes, na kumpa Kylian Mbappe. Yeah. Mara baada ya Hugo Lloris kuondoka, ambaye alikuwa nahodha wa timu ya taifa ya Ufaransa kwa muda mrefu. Alikuwa Antoine Griezmann alikuwa anategemea mara baada ya Hugo Lloris kuondoka timu ya taifa ya Ufaransa, yeye kutokana na kile alichokifanya timu ya taifa ya Ufaransa ndio alipaswa kuwa nahodha. Didier Deschamps akampa Kylian Mbappe. Kuna vitu vingi. Yes, Kylian Mbappe ni mchezaji mzuri sana, performance wise ana offer performance bora sana, ana uwezo mkubwa wa kuibeba timu, lakini bado kuna senior players kwenye timu ya taifa ya Ufaransa ambao walipaswa kutazamwa kama ndo maana hodha kutokana na mchango wao, lakini na kuheshimiwa kwao. Kwa hiyo hii imeanza kutengeneza mmomonyoko na ufa mdogo mdogo ambao Didier Deschamps kama angeendelea kuwa kocha wa timu ya taifa ya Ufaransa angeshindwa kuuziba. Okay. Ukianza kuona senior player mmoja mmoja anatoka kwa sababu ya kutokuheshimu kile kitu ambacho kocha amekifanya. Lakini huyo mchezaji ambaye anapewa mamlaka na hodha aheshimu senior players. Vipi kuhusiana na vijana kama kina Desire Due wapo kwenye timu, kama kina Emer Zaïre ambao ni vijana kwenye timu ya taifa ya Faransa? Unawafundisha nini hawa wachezaji? Kwa hiyo kuna namna huu mtafaruku ukiendelea unaweza kuwarudisha timu ya taifa ya Faransa 2010 kule nchini Afrika Kusini. Kulikuwa na mgogoro kama huu. Kipindi kile kocha alikuwa ni Raymond Domenech. Okay. Yes, Domenech. Kipindi kile kina Anelka, kina Patrice Evra. Kulikuwa na mgogoro ambao uliendelea ukaifanya timu ya taifa ya Faransa kushindwa kufanya vizuri kwenye mashindano yale. Hata japokuwa walikuwa na wachezaji wengi mastaa, lakini walishindwa kufanya vizuri kwenye zile finali. Kwa hiyo hizi chokochoko ndogo ndogo zinazoendelea, Kylian Mbappe kuto kuheshimu senior players na kujiona yeye ni bora zaidi, kunaweza kukaiathiri timu ya taifa ya Ufaransa kwenye performance ya kuelekea kwenye haya mashindano ya kombe la dunia ambayo yanafanyika nchini Marekani, Canada na Mexico. Na inasadikika sababu ya ugomvi huu ni ile mechi waliocheza dhidi ya Colombia, ile mechi ya kirafiki ile, ambayo ilimwagiza Rani Shiriki akachukua kitambaa kwa N'Golo Kante. Nadhani ndio watu wengi wana spot kwamba ile ndio ilikuwa sababu kubwa mpaka ile disrespect mpaka hichi kinachotokea cha leo. Of course, sababu ukimwangalia N'Golo Kante ni mchezaji mwandamizi kwenye kikosi. Mchezaji ana heshima kubwa kwenye kikosi. Kwa nini
uende ukachukua armband kwake. Ungeacha yani out of respect, yani kwa heshima. Ni kama alichokifanya kwa Lionel Messi. Wewe ni captain. Yes. Tunafahamu ni captain. Tunalifahamu, haina mjadala. Lakini mwisho wa siku kama kocha ameamua kumpa N'Golo Kante as vice captain, akavaa kitambaa, hata ukiwa ndani kuna shida gani? Okay. Kwenda kumvua N'Golo Kante ama kuchukua ile armband kwa N'Golo Kante ni disrespect, ni kumvunjia heshima N'Golo Kante, kwamba uthamini uwepo wake kwenye kikosi kama mwandamizi kwenye kikosi cha. Sio kama alistahili kuchukua, maana ni cha kwake. Hakuna anayekataa kwamba Kylian Mbappe ndio captain wa timu ya taifa ya Ufaransa. Hakuna anayekataa. Lakini kuna respect. Kuna senior players ambaye hata kama akivaa kitambaa haiathiri chochote. Still captain ni wewe. Kwa kuna heshima unatakiwa uwe nayo kwa seniors. Kwa mfano, leo hii Messi ndio captain wa timu ya taifa ya Ufaransa. Let's say angekuwepo labda Messi, timu ya Argentina, let's assume. Ama tuchukue Ureno. Cristiano Ronaldo captain wa timu ya taifa ya Ureno. Alafu akapewa Bruno. Kwenye mechi. Ronaldo ana haki ya kudemand kile kitambaa kama ataingia kwenye mechi. Bruno akiwa amekivaa. Lakini out of respect Ronaldo anaweza akachukulia. Kwa hiyo tunazungumzia kibinadamu. Yes, mimi nahodha. Dunia nzima inajua mimi ni nahodha wa timu ya taifa ya Ureno. Unajua pia hiyo issue imekuwa kubwa kutokana na very character ya N'Golo Kante ilivyo. Yes, ndio maana story imekuwa kubwa sana. Story imekuwa kubwa kwa sababu N'Golo Kante ni mwandamizi. N'Golo Kante anaheshimiwa. Yani ni mmoja kati ya wachezaji ambao hawana mtu ambaye anamchukia. Heshima aliyojiwekea ndani na nje ya uwanja. Kwa hiyo Kylian Mbappe alitakiwa amrespect N'Golo Kante. Hata kama ni nahodha, amevaa N'Golo Kante, you have to respect him kama brother, kama senior player. Maliza mechi, baadaye maisha mengine yanaendelea. Wewe ndio captain, kila mtu anafahamu wewe ndio captain wa timu ya taifa ya Ufaransa. Okay. Bana, hayo ni maoni ya Ayubu Mgando. Bana, maoni yako ni yapi? Je, endapo Faransa wakayatimba, wakalikosa World Cup, unahisi Kylian Mbappe atakuwa salama? Bana, tunaitwa Masterclass. Ayubu Mgando kama kawaida.